wanakula uloda wako. Hao swaiba zako unawapa siri zako, ndiyo hao wezi wa buzi lako, hatimaye wanakula hizo raha zako. Namba za kushiriki ni 0786380011. Piga simu au unaweza ukatutumia ujumbe mfupi wa maneno nikausoma hapo. Twende kwenye mkata shombo, lakini kabla hatuja kwenda kwenye mkata shombo tunaomba radhi kwa kutoweka ghafla kwa hewani hapo, lakini ni si kwa sababu yetu sisi au amri yetu sisi, isipokuwa mambo ya mitambo. Ni saa 6:31, 6:31. Kwa siku ya leo mkata shombo iwaendee baadhi ya wasichana wasiojielewa na kujitambua. Wasichana gani? Wakati wanatoka vijijini kwao wanakuja Dar es Salaam kuja kutafuta maisha, kuja kufanya kazi za aina mbalimbali ambazo wenyewe wanazijua. Lakini wanapotoka huko majumbani kwao kwa wazazi wao, wanatoka na majina ambayo wazazi wao wanayatambua, majina ambayo familia wanayajua. Lakini wakishaingia kwenye jiji la Dar es Salaam, huyo mdada mmoja, mara nyingi sana wadada ndio wanatumia. Sijaona kwa upande wa makaka. Wadada wengi wetu tuna tabia ya kubadilisha majina. Mimi naitwa Mvule, jina ambalo nimetoka nalo kijijini kwetu Manerumango huko Uzalamuni. Lakini ninapofika katika jiji la watu, jiji lenye makabila duniani kote, jiji la Dar es Salaam, makabila yote unayajua duniani, Dar es Salaam unayapata. Sasa mtu anatoka huko, akishafika hapa Dar es Salaam, kama alikuwa anaitwa Nyonzo, anakuja hapa analitafuta jina ambalo linaoendana na jiji la Dar es Salaam, bila ya kukumbuka niseme bila ya kuchukulia kusema kwamba ili jina litakuwa lina madhara gani. Yeye anachoangalia kwamba mimi silitaki jina ambalo nilopewa huko kwetu Sukumani, jina ambalo ukiongea mtu lazima umpige ngumi sehemu. Anakuja anajipa jina laini yote. Mimi naitwa Dari, mimi naitwa Lavu, wakati jina lako wewe ni Bulenya, jina lako wewe ni Machibia. Kama mimi jina ambalo nilokuwa nimetokea nalo kijijini kwetu huko Manerumango, jina la Kibule. Nakuja hapa nasema mimi naitwa Dia, nakuja Dar es Salaam naitwa Lavu. Wakati huo hakuna ndugu anayenitambua mimi ndani ya Dar es Salaam naishi wapi, wala sina hata ndugu mmoja naishi hapa Dar es Salaam. Familia yangu yote kwa ujumla tuko huko kijijini kwetu kwa Sigimbi. Nikishakuja sasa, baada ya kutoa details zangu zile za umuhimu zenye uhakika na kile ambacho ninachokiendea, naanza kuleta uongo tena, sio kwa mtu mmoja. Huku nitasema Lavu, kule Upendo, kule nitasema Darling, kule Dia, yani ili mradi tu najiona mimi mjanja, kumbe ni mpumbavu ambaye nisiyejielewa wala kujitambua. Mwisho wa siku sasa, mdada huyo anapata matatizo, au msichana huyo. Hakuna mtu mwenye namba hata moja familia ya kwenu, hakuna hata mtu ana labda wa jirani yako huko kwenu, hakuna. Lakini pia jina lako lile halisi pia watu na ubini wako hawalijui, kwa sababu kama unapata matatizo umeshasema jamani mimi naitwa naitwa Kibule, wakauja bule, basi watu wanajua kabisa huyu alisema anatoka Manerumango kijiji chao. Ukifika tu za ile pale ukiuliza kina Mkasi utawapata. Lakini yeye anaficha, anajiona mjanja. Sasa wanakuja kupata umauti balaa linapoanzia hapo. Na yote yamekuja, kuna jambo ambalo limetokea. Kuna binti alikuwa na matatizo yake, amekutwa amekufa kwenye nyumba ya wageni. Lakini baada ya binti yule kupata umauti, marafiki zake, kila rafiki ambaye unayemuuliza anayemtaja Halima, mara Mwajuma, mara Idaya, kila mtu ana jina ambalo amepewa yeye na yule marehemu. Na ukiuliza wapo nakwambia hamna mtu mwenye namba ya simu hata ya familia kwao, ila tu tunajua kwamba ametokea Mwanza.
Hatuoni kwamba tunapoteza haki zetu za kuto kusindikizwa na familia, kwa sababu watu watahifadhi, serikali itahifadhi miili, wataweka mwili wako wiki ya kwanza, wiki ya pili, mwisho wa siku watatangaza utaenda kuzikwa na siti. Mzazi unamwacha katika mazingira gani? Niwaombe sana ndugu zangu, wadogo zangu, watoto wangu, kwa sababu kuna wengine ni wadogo, mimi naweza nikawazaa. Mnapotoka kwa vijijini kwenu kuja kutafuta maisha kwa kile ambacho mmejipangilia wenyewe, basi ni vyema zaidi tukaja na majina yetu kamili na ubini. Unapokaa na rafiki yako, basi jaribu kutoa hata namba za simu kwa watu 5 na 6 waliokuzunguka. Kuna leo na kesho, japokuwa wanakwambia ajali haina kinga. Kuna watu wanatembea na vitambulisho, lakini wanapata umauti. Vitambulisho mtu anakuja anaiba, anaenda kutupa polini, bado unakuwa unastiriwa na siti. Serikali wanaamua kukustiri wewe kwa sababu hawawezi kukuweka miaka na miaka dahali katika majagofu hayo. Sasa kwa nini tunashindwa kutumia akili kwa kile ambacho tunachokiendea, na badala yake tunajiona kwamba sisi ni wajanja? Hakuna ujanja. Tubadilike wasichana wenzangu, watoto wangu, watu wazima wenzangu, tubadilike. Tusiwe na tabia ya kutoa majina ya uongo. Tutumie majina yetu ambayo yanayotambulika na wazazi wetu. Hata kama unaanguka, basi lile jina likusaidie kuweza kupata huduma ya haraka kupitia wazazi wako ambao watakao kutambua kwa namna moja au nyingine kupitia lile jina lako. Twende mapumziko, tutarejea hapo. Lakini kwa siku hii ya leo, mkata shombo yangu ndio hiyo. Wadada wa mjini, mnaojiita dada wa mjini, wakati vichwa vyenyewe haviko sawa, tubadilike, tutaje majina yetu. Tutakapopata matatizo, basi familia kwa ujumla ipate taarifa mapema. Twende mapumziko na kinyago cha Mpapule. Mm?